Unapokutana na msafara wa kiongozi huyu, kuna askari wengine ambao nao huwa wanaonekana wamevalia nguo fulani nyekundu zimechanganyikana na njano, wamevaa manguo kama majeje, masuruali na makofia ambayo wakati fulani unaweza kuhisi wamevaa nguo kama kuchekesha ama wana seseli vile. Lakini hawa ndio walinzi wenyewe wa Papa ambaye ndio kiongozi wa Wakatoliki duniani. Sasa yawezekana ukawaona vile ukawachukulia poa sana, ukaamini kwa fikra zako kichwani tu labda hawa ni vijana waliotolewa kwa waumini wa kanisa Katoliki, wakasema jukumu lenu nyinyi ni kumlinda Papa. Hapana. Leo nitakupa ukweli kuhusiana na wale wanaomlinda Papa. Ni wanajeshi wa namna gani? Ni wanajeshi wametokea wapi? Na kwa nini wako vile? Kwanza nikwambie jambo moja. Wale ni walinzi binafsi wa Papa ama kiongozi wa Wakatoliki. Hivyo hawahusiani kabisa na Vatican. Simulizi kutoka maktaba leo zinataka kutuambia ukweli kuhusiana na wale walinzi wa Papa. Kwanza, hichi ni kikosi cha kijeshi ambacho kinaitwa The Swiss Guard. Kiukweli hichi ni kikosi maalum cha ulinzi chenye historia ya kipekee na hadhi ya kipekee katika kanisa Katoliki. Lakini je, kikosi hichi kiliwezaje kuwa ni walinzi wa Papa wa Vatican ikiwa wao wanatokea taifa la Uswizi? Licha ya kuwa na mavazi ya kitamaduni yanayovutia, lakini wanajeshi wa Swiss Guard ni askari waliopitia mafunzo makali na wanajulikana kwa uaminifu wao wa hali ya juu kweli kweli. Hapa wala usiwachukulie poa kabisa askari hawa. Lakini tufungue historia yao sasa, tujifunze kuhusiana na askari hawa. Ni askari wa namna gani, walitokea wapi na kwa nini wanaitwa Swiss Guard? Simulizi kutoka maktaba inatuambia kwamba kikosi hichi kilianzishwa rasmi mwaka 1506 na Papa Julius wa pili. Hichi ni kipindi ambacho askari kutoka Uswizi walikuwa wanaheshimiwa sana kwa sababu ya ujasiri wao wa uaminifu katika vita. Hivyo kila kona taarifa za askari kutoka Uswizi zilikuwa zikizungumziwa kweli kweli kwamba hawa jamaa ni maaskari jasiri kweli kweli na wana uwezo mkubwa vitani na ni waaminifu kupita maelezo. Papa huyu alitaka kuwa na kikosi cha askari wa kuaminika walio na uwezo wa kuilinda Vatican dhidi ya maadui, hasa katika migogoro ya kisiasa. Ndipo zilipomfikia zile taarifa za wanajeshi kutoka Uswizi wenye uwezo mkubwa vitani na ni waaminifu na wana moyo wa kizalendo kweli kweli. Hivyo Papa akasema, na mimi ninawataka. Ndipo alipochukua jukumu la kuiomba nchi ya Uswizi imkodishia askari 200 ambao wangeweza kumlinda. Hili ni ombi ambalo lilikubaliwa bila tatizo lolote. Na ilipofika mwezi wa kwanza mwaka 1506 hawa jamaa wakawa wamefika Vatican na ndipo walipoanza kazi, na hayo ndio yalikuwa ni makazi yao mapya hadi sasa. Simulizi kutoka maktaba zinatuambia kwamba hili inaaminika kuwa ndio jeshi bora zaidi duniani. Hasa wakiwa kazini hawa jamaa wanakuwa ni hatari kweli kweli. Yaani tunatukasema kwamba hawa ni jamaa moto wa kote mbali. Majukumu makubwa walionayo hawa wanajeshi, jukumu la kwanza ni kumlinda Papa. Hili ndilo jukumu ambalo wanalifanya kwa 100% kuhakikisha usalama wa Papa, iwe amekuwa ndani ya Vatican au katika safari zake za nje. Lakini jukumu la pili, kulinda jiji la Vatican. Wanahakikisha amani na usalama ndani ya Vatican wakishirikiana na vikosi vya usalama. Pia wanahusika na sherehe za kidini na heshima za kitaifa zinazomhusisha Papa na wageni mashuhuri. Unaposikia hivi unaweza ukatamani, ukasema ndoto yako ni kuwa mwanajeshi, basi hata siku moja ukawe mwanajeshi ambaye unaweza ukamlinda Papa. Labda nikwambie sifa tu za kuweza kujiunga na hili jeshi na wewe kuwa ni miongoni mwa wanajeshi wanaoweza wakamlinda Papa kwenye kila jambo. Sifa ya kwanza ni lazima uwe raia wa Uswizi. Hapa nikwambie tu, huwezi kuwa mwanajeshi wa kumlinda Papa kwa sababu wewe sio raia wa Uswizi. Lakini jambo lingine ni lazima uwe na umri wa miaka 19 hadi 30. Jambo la tatu ni lazima uwe Mkatoliki mwenye imani iliyotukuka.
Jambo la 4, ni lazima umepitia mafunzo ya kijeshi nchini Uswizi. Jambo la 5, usiwe umeoa wakati unajiunga na kikosi hichi, lakini baadaye unaweza kuruhusiwa kuoa japo kwa idhini maalum. Hapa tunaweza tukajiuliza swali lingine. Kwa nini miaka yote hii wanaomlinda Papa wao tu ni raia kutoka Uswizi? Ikiwa Vatican Roma wapo wanajeshi ambao nao pia kuna uwezekano mkubwa wa kujiunga na kikosi hichi, basi wacha nikwambie ukweli kutoka maktaba siku ya leo. Kwa nini wanahitajika wanajeshi kutoka taifa lingine na wala si taifa la Vatican? Hapa tunaambiwa kwamba historia ya uaminifu ndio ambayo inafanya askari hawa wa Uswizi waendelee kuheshimika hadi leo hii. Na hiyo yote kutoka zamani, taarifa zao zilisikika kwamba hawa jamaa ni noma, ni waaminifu wakubwa kweli kweli. Lakini pia jambo lingine ni mapatano kati ya Papa na Uswizi yenyewe. Ile mwaka 1506 Papa Julius wa pili alivyoomba askari wa Uswizi wamlinde kwa sababu ya sifa za nzuri za uaminifu na uhodari wa kijeshi. Jambo lingine la ajabu kutoka kwenye kikosi hichi kwamba wanawake nao hawaruhusiwi kabisa, hata kama wana sifa zote, ni raia wa Uswizi, ni waaminifu, ni wana dini ya Katoliki, lakini hawaruhusiwi kabisa kujiunga na kikosi hichi. Kwa sababu tunaambiwa kwamba kikosi hichi kilianzishwa kama kikosi cha wanaume na sheria zake hazijawahi kubadilishwa tangu kuanzishwa kwake. Lakini pia kuna vikwazo vya kidini na kitamaduni. Kanisa Katoliki lina mapokeo yenye nafasi tofauti kwa wanawake katika nyadhifa fulani za kidini na kijeshi. Lakini pia zilikuwepo taarifa zikasema kwamba mwaka 2023 kulikuwa na mijadala inayohusisha uwezekano wa kuwaruhusu wanawake kuingia katika kikosi hichi. Hata katika kasri jipya la walinzi linaandaliwa kuwa na vyumba vya wanawake, ishara ya kwamba kuna uwezekano mkubwa wa mabadiliko kwenye siku za usoni. Basi wanawake nao wakapata nafasi kujiunga na kikosi hichi cha kumlinda Papa. Kwa hapa ninafikiri kwamba kuna jambo utakuwa umelipata, ama kuna kitu utakuwa sasa umeongeza kwenye ubongo wako kuhusiana na cheo cha upapa katika kanisa Katoliki. Hivyo yote ulikuwa ukijiuliza kuhusiana na Papa, basi leo umeyapata majibu yake kutokana na maswali tuliojiuliza kwa pamoja siku ya leo. Lakini liko jambo moja, hili ni lazima pia tuliongelee siku ya leo, japo kwa uchache tu, ili watu waweze kuelewa, kwa sababu Waswahili wanasema na maandiko yanaandika, kila nafsi itaonja umauti. Tukubali tukatae, ipo siku tu zitatangazwa taarifa za kifo cha Papa, kama ambavyo mapapa wengine wamepita na taarifa za vifo vyao zilitangazwa. Lakini je, nini huwa kinatokea ikitokea Papa amefariki bado akiwa ni kiongozi? Leo nitakupa mambo machache tu, japo kwa ufupi uweze kuelewa kama ikitokea Papa amefariki, ni mchakato gani ambao huwa unafanyika hadi anapozikwa, hadi kupatikana Papa mwingine. Simulizi kutoka maktaba zinatuambia jambo fulani. Wakati Papa anapofariki, mchakato maalumu wa mpito hufuata ili kuhakikisha uchunguzi wa Papa mpya na kuendeleza shughuli za Vatikani. Huu ni utaratibu wa kihistoria kabisa unaojulikana kama sede vacante, yani kiti tupu. Sasa zipo hatua fulani huwa zinafuatwa baada ya kifo cha Papa. Kwanza, msimamizi wa mali za Vatikani, Kardinali Camerlengo, huyu ndiye ambaye anathibitisha rasmi kifo cha Papa. Katika historia inasema kwamba kardinali anapaswa kupiga paji la uso la Papa aliyefariki kwa nyundo ndogo na kumuita jina lake mara 3. Ingawa hii si lazima sana kwa miaka ya leo, lakini bado huthibitisha rasmi. Baada ya kuthibitisha, anapaswa kuiharibu pete ya Papa ambayo inaitwa Fishman Ring, ili kutumia matumizi mabaya ya mamlaka ya Papa aliyefariki. Jambo linalofuata baada ya hapo, kifo chake kinatangazwa kwa umma. Vatikani hutangaza rasmi kifo cha Papa kupitia msemaji wa kanisa Katoliki, na kuna kengele maalumu ya Vatikani inapigwa
ili kuwajulisha waumini wote wa maeneo ya Vatican. Baada ya hapo, maandalizi ya mazishi yanaanza. Papa kikawaida anazikwa kati ya siku 4 hadi 6 baada ya kifo chake. Mwili wake huwa unawekwa katika basilisa mtakatifu ya Petro kwa waumini kutoa heshima zao za mwisho. Mazishi yanafanyika kwa utaratibu wa kidini na mara nyingi huzikwa katika makaburi ya mapapa ndani ya Vatikani. Kipindi cha Sede Vacente, papa mpya huchaguliwa. Kinachofuata ni kuchaguliwa papa mpya. Wakati huu hakuna mtu anayechukua nafasi ya papa mara moja. Vatikani huongozwa na kardinali kwa wakati huo. Mikutano ya makardinali hufanyika ili kupanga uchaguzi mpya wa papa. Sasa, uchaguzi wenyewe mpya wa papa unafanyikaje? Hapa ni baada ya siku 9 hadi siku 20. Makardinali wanakusanyika kwenye mkutano maalumu unaoitwa conclave ndani ya Sistine Chapel. Wanapiga kura ya siri na papa mpya anapaswa kupata 2/3 ya kura zote. Baada ya papa mpya kuchaguliwa, moshi mweupe utolewa juu ya jengo la Sistine Chapel ili kuashiria kwamba kuna papa mpya. Namna ya kutangazwa papa mpya huwa inakuwaje? Basi simulizi kutoka maktaba zinasema kwamba kardinali mkuu wa makardinali hutangaza maneno maarufu, Habemus Papam. Hii inamaanisha kwamba tunaye papa. Papa mpya hujitokeza kwa waumini katika uwanja wa Mtakatifu Petro na kutoa baraka yake ya kwanza kwa dunia. Basi huu ndo mchakato baada ya kifo cha papa unaofuata taratibu kali za kidini na kihistoria ili kuhakikisha kwamba uongozi wa kanisa Katoliki haukatizwi. Kila hatua imewekwa ili kudumisha utulivu, heshima, mwendelezo wa mamlaka ya kiti cha Mtakatifu Petro. Yawezekana jambo hili labda Wakatoliki wala hawakutaka kulisikia, kwamba tunatabili ama tunaongelea kifo cha papa, lakini kuna wakati kwa kupeana maarifa ni lazima tuliongelee jambo hili. Huu ni utaratibu ambao uko wazi na hauna kificho. Ni kama tu vile ilivyo Uingereza kuhusiana na mfalme ama queen anapopoteza maisha. Kuna utaratibu maalum kabisa ambao upo toka vizazi na vizazi. Kama kiongozi huyu akipoteza maisha, nini kinatakiwa kifanyike? Na ndivyo itakavyokwenda kufanyika kwa Papa Francis. Asante. Hii inaitwa Kutoka Maktaba. Jina langu ni Bryson Kivuli.